mstari wa 6. Tunasoma katika kitabu kile cha Mwanzo Ndio 10:6 yake inasema na wana wa Hamu ni Kushi, ndio, na Misri, na wana wa Kushi, wana wa Hamu ndio, ni Kushi, ndio, na Misri, ndio, na Putu, ndio, na Kanaani. Okay. Hamu ndio nani? Namfahamu Hamu? Hapana, sio. Hamu ni mtoto wa Nuhu ambaye aliona uchi wa baba yake. Wahubiri wengi wanasema kwamba Mungu alimlaani Hamu. Hapana. Mungu alimlaani Kanaani, mtoto wa Hamu. Tuko sawa? Ndiyo. Sasa huyu Hamu ndiye alizaa Kushi. Wanasema baada ya laana alikuwa mweusi, ila kulingana na historia huyu Hamu alikuwa mweusi. Huyu Shemu na Yafeti si watoto wa Nuhu, bali ni watu ambao waliamini injili ya Nuhu kwa kujenga safina, ila Hamu peke yake ni mkomano wa Mungu. Na kwa nini Nuhu alaani Kanaani asimlaani Hamu? Unapolaani mtoto wako unajilani mwenyewe. Laana inatembea na damu kama ilivyofuata. So tunataka tufuate huyu Kushi. Alitoka wapi? Alitoka kwa Hamu, mjukuu wa Nuhu. Sasa yeye Kushi akazaa wana. Shuka nane mpaka Kenya. Tunaanzia ku 8 mpaka Kenya. 8 inasema ni Kushi akazaa Nimrodi akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Nimrodi ndiye mtoto wa kwanza wa Kushi, mtu wa kwanza nguvu ulimwenguni. Alimzidi hata Samsoni, mtu ambaye alifanya kazi ya kuinda nyama porini za kulisha taifa lote. Tuko sawa? Ndiye mtengaji wa kwanza ulimwenguni, ndiye masomo wa kwanza, yeye wa kwanza ni Nimrodi. Ndiye alijenga mnara wa Babeli. Kwa nguvu zake watu waliogopa mpaka wakatii, wakajenga Babeli. Akatamani ajitengee jina, jenga mnara tujifanyie jina. Tuko sawa? Ndiyo. Na katika maisha kuwa na hali hiyo ya kujifanyia jina. Katika hali hiyo mbingu hazikufurahia. Sababu gani? Alitaka tukue nafasi ya kuabudiwa, ndio maana yake ililenga. Mungu akasambaza. Baada ya kusambaza, pale ambako Babeli ilikuwepo ni pale ambako lugha nyingi zilibaki. Babeli maana yake nini? Maana yake hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Ndio. Babel maana yake hakuna ale Mungu. Tuko sawa? Ndio. Sasa nimesema kwamba Edeni ipo Afrika na ipo Kongo. Tuko sawa? Edeni ipo Afrika na ipo Kongo. Namna gani sasa hapo mwalimu? Na tumekuwa wazi. Mto wa pili ambao ni Kushi. Hii Kushi ina represente Afrika. Na ule mto ambao unazunguka Kushi ni Fleuve Nile. Sana ikiwa Kushi ni akamzaa Bila na Bila ni Kongo. Na mto wa kwanza ni Pishoni na mto ni Bila. Tuko sawa? Ndiyo. Bustani sio shamba la mimea. Bustani ni shamba la watu. Watu ndio matunda ya kulisha watu wengine. Au tanaelewa? Fungua Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura yake 20. 20
18 hadi 20 tena. Toa. Anza 19 hapo mpaka 20. 19 yake inasema, yasema nini? Wewe utakapohusuru mji siku nyingi, kwa kufanya vita juu yake, upate kutwaa usiangamize miti yake. Kwa nini usiangamize miti yake? Shuka. Kwa kupeleka shoka juu yake. Ndio. Kwani utaweza kula matunda yake, wala usiteme ni kufyeka. Ili kidogo leo mali hapo. Maana yake imepale. Kwa maana huo mti wa kondeni, je, ni mtu? Ni mtu. Swali. Kwa nini Mungu akataza tupeleke shoka juu ya miti ya kondeni? Ni mtu. Miti unayoifahamu uikate, lakini mti wa kondeni usiukate. Maana yake ni mtu. Kwa hiyo Edeni ni watu ambao wana matunda ya kusaidia taifa. Lakini leo wazungu wanakuja Afrika, wanaingia Kongo, kuliko wachinje miti ya kawaida, wanachinja watu na kuwa watu. Huo ndio Edeni ya Mungu. Huo ndio shamba la Mungu. Amesema Agano Jipya, sisi ndio shamba la Bwana. Sasa Edeni unaitafutia wapi? Hayo ndio shamba la Bwana. Kuelewa mafumbo ya mfalme Yawe ni kazi kubwa. Shida ni kwamba Biblia inasomwa kwa kufunua. Ndio. Lakini kuchimba siri iliyo chini ya andiko inakuwa ngumu. Asiyokuwa na maarifa hawezi Biblia. Ananipana sana. Ninachunga siri nzito ambazo watu ni vigumu kuzielewa. Kwa hiyo mada ya leo imeishia hapa. Ikiwa umeridhika, kama bado uliza swali nimalize ili tupe wengine nafasi. Nimeshukuru sana kabisa mwalimu, kwa maana umenifafanulia kwa kina zaidi sana. Nimependa na niseme asante na shukrani kabisa kwa kweli. Okay. Kwa hiyo ikiwa nimekwambia kwamba shamba ipo Afrika na ipo Kongo, maana Afrika zamani ilipo Arikasi, na Arikasi ndiko Edeni ilikuwepo. Shida ni kwamba maneno mengi ya Biblia yanageuzwa majina ili watu weusi wasijielewe kama wao ndio wanaongelewa. Arikasi ndio Afrika, na lugha iliongelewa hapo ni lugha ya Kibantu. Sasa Wabantu ni wanani? Kwa hiyo tukijifahamu sisi weusi tutakomboa dunia nzima. Tunachukua maarifa yetu tunapatia wazungu, wanafanya kazi. Sisi wenyewe maarifa yetu inakuwa zile kazi ya kuwa. Kwa Bwana akubariki sana. Kwa hiyo mtazamaji wa channel zetu, na karibu katika channel yetu kufuatilia elimu nyingi, na kama una swali tuma kwenye namba yetu WhatsApp, tutakujibu kwa video kama hii kupitia mitandao yetu na utarizika. Asante. Yawa akubariki sana.